Vyombo vya magharibi vinaisafisha Marekani baada ya kushindwa kuivamia Irani. Fuatana katika makala hii ili uweze kuyajua mengi kutoka hapa Makumba International News. Karibu mtazamaji wa Makumba International News. Tuko na makala inayotoka kwa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ni mchambuzi nguli wa masuala haya ya Mashariki ya Kati. Tumekuletea makala yake inayohusu propaganda ambazo zinafanywa na vyombo vya magharibi katika kampeni yao ya kuisafisha Marekani baada ya Marekani kuonekana kushindwa kuivamia tena Irani. Mchambuzi anasema kuweni makini na vyombo vya habari vya magharibi kwa sasa vinahitaji kuisafisha Marekani baada ya kushindwa kuivamia Iran. Ukweli usio na shaka kabisa kwamba media nyingi za magharibi kwa sasa tangu Marekani imeshindwa kuivamia Irani zinafanya damage control kwa taswira ya Marekani. Hapo awali ulikuwa unasikia kutoka katika vyombo vya habari vya magharibi mambo kama vitisho, meli, maandalizi ya kuivamia Irani. Yote hiyo ilikuwa kuonesha Marekani iko tayari kuipiga Iran. Kwa sasa unachosikia kwenye media hizo ni neno mazungumzo, diplomasia. Hii yote huonesha Marekani bado inadhibiti mwelekeo wa mgogoro, kitu ambacho si kweli. Fahamu kwamba hilo si kwa bahati mbaya, ni tukio linalolenga watu maalum, hususani wale watu ambao uelewa wao bado ni mdogo. Lengo lao kubwa la vyombo hivyo vya habari vya magharibi ni kuepuka picha ya Marekani kurudi nyuma kwa shinikizo la Irani, hasa baada ya Irani kuonesha uwezo, kufunga mfereji wa Hormuz, kuhamasisha washirika wake wa Hezbollah, Houthi pamoja na makundi ya Iraki kujiandikisha wawe tayari kwa vita, mwitikio uliokuwa mkubwa, na kuendelea na urutubishaji wa uranium bila kuyumba. Kwa hiyo simulizi inayojengwa kwa sasa ni kwamba Irani imelegea na ndiyo inataka mazungumzo, wakati ukweli ni tofauti kabisa. Msimamo wa Irani tangu awali haujabadilika. Irani tangu mwanzo imesema wazi kabisa kwamba haitasitisha urutubishaji wa uranium, haitaacha mpango wa makombora wa masafa marefu, haitokubali mazungumzo ya amri kwa masharti. Kwa namna msimamo wa Irani ulivyo, elewa wazi haya si mambo ya kujadiliana, bali ni uhai wa dola yao, yaani utawala wao. Irani imejifunza mengi kuhusu kinga dhidi ya Libya. Skenario ya Gaddafi, aliacha silaha akavamiwa. Libya haitamaniki mpaka sasa. Kwa hiyo ukiangalia kihistoria, Irani hutumia mazungumzo kama njia ya kununua muda, sio kama nia ya kubadilisha msimamo. Marekani inahitaji zaidi mazungumzo kwa sababu kwanza kabisa unachohadithiwa kuwa mkakati sahihi na uwezo halisi wa Marekani ni kitu ambacho ni taswira tu, hakina uhalisia kwa mataifa yenye nguvu. Tambua kwamba Marekani inaweza kuanzisha vita, lakini haiwezi kudhibiti matokeo yake kwa urahisi. Ifahamike, vita itakuwa ndefu, si shambulio la siku chache, kitu ambacho Marekani inakiogopa kuliko maelezo. Pia tambua Irani haitapigana peke yake, kutakuwa na mbwa mwitu wake walio tayari muda wote kama Lebanon, Hezbollah na Red Sea Houthi, Iraq na Syria, makundi ya Kishia. Uchumi wa dunia, yani mafuta, usafirishaji utatikisika vibaya mno, maana baharini kutakuwa hakupitiki. Kwa hiyo mazungumzo ni njia ya Marekani kukimbia bila kudhalilika kutokana na alivyojipeleka yeye na vifaa vyake vya kijeshi. Si ishara ya ushindi hata chembe kwa Marekani, bali ni kwa Irani. Kuivamia Irani kwa sababu za kijeshi pekee, unaweza kusema ndiyo, Marekani inaweza kuisababishia Irani hasara kubwa za awali, lakini kimkakati matokeo yanaweza kuwa mabaya zaidi. Irani itaharakisha mpango wa silaha za nyuklia. Mashariki ya Kati itaingia kwenye vita vya vizazi, yaani proxy wars zisizoisha. Kwa kifupi, uvamizi hautatatua matatizo matatu makubwa ya Marekani: makombora ya Irani, ushawishi wa kikanda, nia ya Irani ya nguvu ya nyuklia. Sasa basi, fahamu kuwa media za magharibi zinapamba simulizi ili Marekani isionekane imeshindwa. Ukweli ni kwamba Irani haijayumba wala haina nia ya kutoa kile inachotakiwa na Marekani. Mazungumzo yana uwezekano mkubwa wa kuharibika kwa sababu Irani tangu awali msimamo wake haujawahi kubadilika. Uvamizi wa aina yoyote unaweza kuanzisha mgogoro mkubwa zaidi kuliko tatizo lenyewe. Kwa sasa dunia iko kwenye utulivu wa hatari. Hakuna amani ya kweli wala vita kamili, ni msukumo wa hofu tu. Amemaliza mchambuzi wetu
wa siasa za Mashariki ya Kati. Hiyo ndo makala yetu iliyotoka kwa mchambuzi wetu wa masuala haya ya Mashariki ya Kati. Na wewe mtazamaji wa Makumba International News, unaweza ukaweka maoni yako hapo chini. Unakubaliana na makala hii kutoka kwa mchambuzi wetu wa Mashariki ya Kati, akielezea kwamba media za magharibi kwa sasa zinachofanya ni kuisafisha Marekani ili isionekane imeshindwa kwenye vita hii ya Irani. Je, unakubaliana na hii? Basi kwa haya na mengine mengi, endelea kubaki hapa Makumba International News kwa ajili ya habari kama hizi. Kama bado hauja subscribe kwa habari nyingi zaidi kutoka hapa Makumba International News.